Asante, ni siku nyingine Bwana ametenda. Nikukaribishe katika tafakari ya neno la Mungu siku hii ya leo tarehe 15 mwezi wa 6. Ni neema ya Mungu ametukutanisha tena. Kwa jina langu ninaitwa mtumishi wa Mungu na wanadamu Simon Mponda. Nina kila sababu ya kuwa na tumaini ndani ya Bwana. Hata leo ameamsha nikiwa na nguvu. Inafika wakati tunaweza tukawa tunasema kibinadamu kwamba mimi nimepambana mimi. Yaani nimepambana sana na nimefanya juhudi sana, lakini sioni, lakini sipati, lakini sijasimama. Haijalishi umepambana katika mapambano gani au umepambania jambo gani. Lakini ni mpango wa kimwili au ni mpango wa kimaisha haya ya dunia. Unapambana. Na wengi tunatamani sana kuona baraka za mapambano yetu, tuone mafanikio. Tuone tukifanikiwa na tukiwa salama. Lakini inafika wakati tunashindwa kufikia pale ambako tunataka kufikia. Tunashindwa kufika pale kwa sababu ya nini? Tunashindwa kufika kwa sababu ya jinsi ambavyo tunayaendea hayo mambo. Tunasimama kwa namna gani? Bwana apewe sifa. Lakini kwa nini? Kwamba inawezekana kweli tukawa tunapambania maisha yetu, tunapambania familia zetu, tunapambania afya zetu, tunapambania shughuli zote ambazo katika maisha yetu, maisha yangu, maisha yako tunataka iwe. Lakini tukashika sasa, tukaona tumepata, tumeshika. Lakini havidumu, havikai. Inawezekana tukaona kabisa tumetafuta, tumeona, lakini hatuwezi kuvimiliki. Kwa sababu gani? Hapo sasa inafika maswali yanakuwa mengi sana. Lakini tukienda kuangalia kitabu cha Ayubu, sura ile ya 22, mstari ule wa 21. Kuna neno ambalo hapa linaenda kutufungua akili. Ambalo hapo tukilifuata hilo neno linaenda kutupa nguvu. Na tujue kwamba kumbe ndicho kitu ambacho tunakosea katika hayo maisha, katika utaratibu wote wa maisha binafsi. Mstari huu wa 21 unasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Mjue sana nani? Mungu. Sasa katika kumjua Mungu, sio kwamba hatuwezi kumjua Mungu au hatujui umuhimu katika Mungu, lakini kumjua sana. Wamesema mjue sana. Hii sana ndio ina nafasi katika maisha yetu sana. Tu watu wa kuangalia mambo ya dunia, tu watu wa kufuata mambo ya dunia na kuyaweka hayo mambo. Lakini tukakosa sasa kumfuata Mungu na utaratibu ambaye ameweka. Ndipo hayo mabaya tunayapata. Kwa sababu ya kutokufuata utaratibu wa Mungu. Hatumfuati sana huyu Mungu. Hakuna baraka yoyote itakayefika mahali penye muharibifu. Hakuna baraka yoyote itakayesimama mahali pana hofu. Hakuna baraka yoyote itakayesimama mahali pana ugonjwa. Hakuna mahali pasipokuwa na amani, hakuna utaratibu. Kwa hiyo tunaweza tukapambana sasa kutafuta nini? Kutafuta kile kitu ambacho tunakihitaji kikae ndani yetu, kumbe hakuna amani. Kile kitu hata kabla hakijafika kinachunguza. Je, kweli? Sasa kama ikionekana kuna vurugu, hakiwezi kile kitu kupatikana, na hata kikipatikana hakiwezi kuonekana na kikadumu. Watu wanatamani amani sana katika ndoa. Lakini amani hiyo inapokuja katika hiyo ndoa, lakini hawa watu wawili hawana ushirikiano wa kuijenga hiyo amani katika ndoa, katika mahusiano. Hawa watu wawili hawashiki na kuijenga na kuwekea nini? Ulinzi ili isitoke hiyo amani. Itakuwa ni nyumba ya mapambano, nyumba ya mapigano, kwa sababu hawajamjua Mungu sana. Wamekosa kumjua Mungu sana. Lakini vijana wengi sasa wanahangaika, mabinti kutafuta wachumba, vijana kutafuta wachumba. Lakini inawezekana wakapata kuelewana, wakasemezana na wakapanga twende kwa wazazi nikakujulishe, nikakufahamishe.
Lakini inafika wakati hawa watu mapatano yao hayako sawa. Pana mambo ambayo ya siri, mambo ya pembeni. Sasa inafika wakati hawafiki lengo. Uchumba unaishia katikati. Kwa sababu hawajamjua Mungu sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunakosa kuyamiliki kwa sababu ya kutokumjua Mungu sana. Tunapita kwenye hali mbaya kwa sababu ya kutokumjua sana Mungu. Tunaona tumeshushwa chini, tumeachwa, tunadharauliwa kwa sababu ya kumwacha sana Mungu na kufuata mambo yetu ya kawaida ya duniani. Nikuombe sana mpendwa, haya maisha ambayo tunaishi, jinsi ambavyo mahali ulipo unafikiri kabisa wewe uko salama peke yako pasipo kumshirikisha Mungu, pasipo kwenda katika utaratibu wa Mungu, usifikiri umefika na uko salama. Unaweza ukaona umeharaka kufika, ukafikiri wewe ni mshindi wa kwanza umewahi, lakini kumbe haujaandikwa jina lako. Unaweza ukafikiri umeshika na umepata kabisa, lakini kumbe hakijadumu, hakijaweka msingi, haijaweka mizizi ya kujidhatiti kile kitu. Inawezekana ukaona kabisa una afya njema na uko salama, lakini kumbe hujui hatua yako ambayo unaenda ukanyaga. Sasa unaenda ukanyaga shimo kwa sababu ya kutokumjua Mungu, kutokumjua sana Mungu. Tunaenda kibinadamu kwa kawaida sana. Lakini Mungu anasema kwamba kama itakuwa tunaenda katika utaratibu wa kumfuata yeye na tukatii na kufuata, ndipo mema yatakapotujia, mema mengi sana. Hizo ni baraka za Mungu, zitakuja kwa wingi sana. Maandiko yanasimulia na kusema, hata katika vitabu vya Torati vinasimulia na kusema kwamba utapata kila kitu ambacho unahitaji. Hapata kuwa na njaa nyumbani kwako, hapata kuwa na magonjwa, hapata kuwa na vita. Kutakuwa na utajiri, hakutakuwa na umaskini, hautakopa. Magonjwa ya milipuko na mengine yote ya kuambukiza na yasiyoambukiza hayatakuwepo kwa sababu umemjua sana Mungu. Kwa hiyo kama tunaambiwa kwamba hata maandiko yanasema hivyo kwamba tunapaswa kutii sheria au kutii mamlaka, kwa hiyo tunapaswa sasa kujiweka tayari, kujitoa kabisa katika maisha. Hii inazungumza na mwanadamu katika maisha ya duniani ili tuweze kuishi salama. Mungu aweze kutupa nguvu na sisi tuweze kutoa ushuhuda mbele za watu kwamba Mungu alionitendea, Mungu alionifanyia, kwa sababu ya kunini? Ya kumjua Mungu sana. Ndipo mema yatakavyotujia, ndipo mema yatakavyokuja katika familia. Mema, utakuwa na watoto wenye baraka, Mungu atawabariki hao watoto. Utakuwa mwenye nguvu, afya njema, Mungu atakubariki, atakuepusha na magonjwa. Utakuwa na kama masomo yako yatasimama vizuri, lakini pia hata shughuli, biashara zako, kazi zako zitasimama kuwa vizuri na utafanya vizuri kabisa. Lakini tunakesha sasa, tunasema tukafanya nini? Tuende kwenye ibada tukamwombe Mungu. Tunakesha huko na kuomba. Lakini je, tunavyoomba kweli tunamaanisha matendo yetu na maombi yetu yanaenda sawa? Kwa sababu kabla hujataka kupokea, Mungu anaangalia kile ulichokiomba. Anaangalia ameomba nini na njia zake zikoje. Unaomba upate mafanikio, lakini wewe ni mtawanyaji wa mali zako. Hayo mafanikio yatakuaje wakati wewe hutaki kutuliza akili na kutengeneza kwamba hiki kitu ambacho unakihitaji kinapaswa kulindwa? Lakini unakuwa ni mtu wa nini? Wa kuhangaika, wa kwenda huku na huku. Hata kwenye mahusiano unakuwa na mambo mengi. Ndoa zinaharibika na kuvunjika kwa sababu ya kuwa na mambo mengi sana. Kuto kumjua Mungu sana ndiko tunakoenda kuharibiwa na kuharibika, na kujua kwamba tunachokifanya ndicho kinachotuangamiza. Kile unachokifikiria ndicho kinachokuangamiza. Hicho unachoona kinakupendeza ndicho kinachokuangamiza. Lakini ukitulia na kumwambia Mungu, naomba unipe nafasi ya kwamba nisifanye jambo lolote pasipo kulifikiria, nisitende jambo lolote pasipo kulifikiria, utaona nguvu ya Mungu inakuongoza, utaona maisha yako yanakuwa kweli na katika utulivu. Utaniuliza kwamba kwa namna gani? Pasipokuwa na utulivu hakuna faida. Utulivu hata na maamuzi, hata lugha tunavyoongea, maneno tunavyoongea, kama tutaongea pasipokuwa na utulivu, tutaharibu. Inawezekana ukawa na furaha sana, lakini furaha yako ikapitiliza katika kuongea. Kwa sababu ya furaha yako ukaenda kuharibu. Unaharibu. Utakuwa na huzuni, ukahuzunika kwa jinsi hiyo, ukaongea sana, ukalalamika sana,
kwa sababu ya huzuni na maumivu uliokuwa nayo, ukaharibu kwa sababu ya kutokuwa na nini? Utulivu. Kwa hiyo hapa tunataka nini? Tunataka kujua kwamba jinsi gani Mungu anataka tuwe wa utulivu ili tuweze kuona utukufu wake ukishuka. Mungu anashuka mahali penye utukufu. Hawezi kushuka Mungu sehemu pana mahangaiko, pana vurugu, pana ugomvi. Mungu ashuki. Hawezi kushuka. Ni kuombe sana mpendwa, neno hili likutake sana kuangalia maisha yako, nikutake sana kuangalia hatima yako, nikutake sana kujua wajibu wako, nikutake sana uelewe nini ufanye kwa ajili ya maisha yako ili uweze kumtukuza Mungu huyu wa kweli. Kwa sababu yeye anasema ukimjua tu, yani gharama yako wewe ni kumjua sana ili uwe na amani. Yani utatengeneza amani katika kumjua huyo Mungu. Amani. Kabla hatukupokea, kwanza tutengeneze na Mungu ili tuweze kuwa na ushindi. Amani itakuwa. Amani itakapokuja sasa, ndipo anasema kwamba amani itakapokuja kuwa imekuwa katika hayo yote, ndivyo mema yatakapokujia. Yatakuja mema kwa sababu kuna amani. Una utulivu. Lakini na upendo utaonekana hapa. Mimi nazungumzia amani. Naizungumzia kumjua Mungu. Lakini watu tunataka sasa tuende kwa watumishi wakatuwekee mikono, kuombewa, nipate kazi, nipate nini, nipate mchumba, nipate mali. Lakini huna utaratibu wa kumjua Mungu. Hakuna amani. Huwezi kupata mchumba pasipokuwa na amani. Huwezi kupata kazi pasipokuwa na amani. Huwezi kupata mafanikio pasipokuwa na amani. Lazima uwe na amani kwanza, lazima umjue Mungu, ndipo hayo mema yaje na yakae kabisa. Tutaomba kwa kadiri ya uwezo wetu, tutaomba kwa kweli, lakini tunachokiomba tutashindwa kukipata, tutashindwa kufanikiwa nacho kwa sababu ya kutokuwa na nini? Ya kutokuwa na amani katika maisha yetu. Kutokumjua Mungu, hatutapata na kufanikiwa. Lazima tuwe na utaratibu wa kumfuata Mungu, wa kumjua Mungu na kuomba atuongoze. Kuomba imani ya nguvu sana, uvumilivu na subira ili tuweze kufanikiwa. Mungu anatupenda sana. Na kuna maandiko yanasema katika Injili ya Marko, inasema kabisa, sura ya 11 mstari ya 24-23. Anasema yote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mtayapokea nanyi yatakuwa ya kwenu. Sasa hii ina maana tayari ametuwekea hiyo. Lakini kama hakutakuja kumjua Mungu, kama hakutakuwa na kumfuata Mungu, kama hakutakuwa na kumwamini Mungu, hata tukiomba inawezekana kweli tukayapokea, lakini hatakuwa ya kwetu, yatatawanyika kabisa, kwa sababu hatukwenda kwa utaratibu wa Mungu. Kwa hiyo tukiwa katika hali ya kumjua Mungu sana na amani ikasimama ndani yetu, ndipo haya mema yatakapotujia. Lakini sasa kule kutulia katika hayo mema na kuiona kwamba kweli mimi nimekuwa na amani, nimebarikiwa, nina amani, nimepata mchumba, nimepata watoto, nimepata kazi, nina mali, nina afya njema. Mungu awe ni neema yake kuona wewe uwe katika hali hiyo. Utachoshwa kuwekewa mikono, kuombewa, ukaona hupati majibu, ukaona kuna hali fulani ya dalili za kwamba kama ilikuja lakini hukupokea kwa sababu ya njia zako. Elewa maana neno njia zako. Maana neno njia zako. Mungu anatupenda. Mungu anatuangalia. Mungu anatizama hatua zetu, maisha yetu, anatizama na anatuangalia na anatuona. Mungu huyu anasikia, na Mungu ana huruma sana, mwingi wa rehema, anagairi mabaya yote. Hata kama yalitaka kukupata, Mungu anagahirisha kwa sababu ameshakuona kabisa wewe ni wa kwake, na wewe uko ni mnyenyekevu, na wewe uko tayari, na wewe uko tayari kumtumikia katika roho na kweli. Ninasema tena, katika roho na kweli. Lakini tukiwa ni watu wa kutokuwa na umoja katika hali hiyo, na Mungu atatukimbia. Na inawezekana wakati mwingine tukawa tunataka kwanza kuona kabisa nguvu ikija, lakini baadaye hatuwezi kuwa na mafanikio.
hatuwezi kupokea kile ambacho tulifikiri tunataka kupokea kwa sababu ya matendo yetu. Kwa sababu ya matendo yetu. Mungu anaangalia unachotaka kufanya. Lakini nikuachie neno kwamba uwe mshindi. Wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Wewe ni mshindi sana mbele za Mungu. Wewe ni shujaa sana mbele za Mungu. Hata dhije vita, hata ije dhoruba, hata yaje magonjwa, hata uje umaskini, hata udharauliwe, hata uchekwe, hata uachwe, hata usemangwe, utengenezewe mashimo ili ufukiwe, utengenezewe sumu ili unyweshwe ufe. Angalia, Mungu anasema kwamba wewe ni wa thamani machoni pa Bwana, na Mungu atakushindia, na Mungu ni mwingi wa rehema, na Mungu atakushindia na utakuwa mwenye nguvu na kuendelea. Sauti hii leo ikupe ushindi Jumapili hii ya leo. Sauti hii leo ikakufungulie nafasi ya kubadilisha maisha. Na kama umekuwa salama katika hiyo, basi muombe Mungu akupe ulinzi, kwa sababu kuna wakati kuna shetani anapita, anaweza kukupromosha na akakushusha chini. Omba ulinzi wa Mungu. Asikuache Mungu akuongoze. Mungu akupe nguvu, Mungu akupiganie, Mungu akuepushe na hayo yote mabaya ili uweze kuwa salama. Neno la Mungu ni ushindi. Neno la Mungu ni ushindi katika maisha yetu. Lakini ukifuata Mungu katika imani na kweli, kuna raha. Angalia ndoa ambazo zinamjua Mungu, ambazo kuna utulivu sana. Angalia watu ambao wanamjua Mungu jinsi walivyo na utulivu sana. Hata mimi natamani hata watu wao wanaongezeka kuwa katika hali hiyo, kwa maana tayari kukiwa na watu wenye kuwa wengi namna hivyo, ndivyo hali itazidi kuwa na amani na kupendeza sana. Nazungumzia amani ya moyo, nazungumzia amani ya maisha yako, nazungumzia amani ya duniani. Lakini zingatia sana sala ya Bwana ambaye ametuongoza. Izingatie sana sala ya Bwana ambaye ametuachia. Katika maombi yote, katika maneno yote tutaongea, sala ya Bwana imechukua ujumbe wote wa maisha yetu ya duniani na mbinguni. Tukahitaji msaada, sisi ni wa chini sana, ile sala inaweza kutuinua. Kabla tukuomba, hata tukutaka kuwekewa mikono, lakini Mungu anajua kusudi letu ni nini. Inasema, Baba yetu ulio mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe makosa yetu kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mungu akubariki sana, kwa maana maisha ya hapa duniani kama huko mbinguni. Ikiwa duniani unatenda matendo ya ajabu ajabu, watu wanakushangaa, hata mbinguni watakushangaa hivyo hivyo. Ikiwa duniani kuna hali yote ya kuona kuna jinsi ambavyo hakika una nafasi, basi utaenda kupata nafasi, lakini isikupe kiburi kwa sababu ya nafasi ya duniani. Kwa maana mwanadamu ukimpa chakula atakubariki, atakuinua. Lakini Mungu anaangalia moyo. Mungu anaangalia roho. Maisha yako hakika umjue Mungu. Maisha yako hakika upate amani. Maisha yako hakika upate na nini? Upate na nguvu. Maisha yako mema yote yanatoka kwa Mungu. Kuwa na amani. Umjue sana Mungu. Mungu akubariki sana. Asante.